mwili una namna ya kuzuia mtu asivuje damu bila kukoma. Mathalan pale mtu anapopata jeraha, ameumia, ama sehemu ya mwili, ngozi imepata changamoto, kwa hiyo mwili una namna yake ya kuzuia damu isitoke bila kukoma. Kama mtu una changamoto ya uvujaji wa damu, hupelekea mtu anapoumia ama anapopata jeraha damu kutoka bila kukoma isivyo kawaida. Ama wakati mwingine damu hutoka bila hata ya mtu kupata jeraha lolote. Kwa hiyo mtu huona labda alama za kuvilia kwa damu chini ya ngozi, ama anaona damu kwenye fizi, ama anaona damu kwenye choo, haja kubwa ama mkojo, bila sababu yoyote ile ambayo mtu anaweza akasema aliumia ama alipata majeraha. Aina za matatizo ya ugandaji wa damu zimegawanyika kwa sehemu kuu mbili. Moja ni ile ya kurithi, tunaita inherited, na ile sababu ya pili ni wale watu ambao wanapata changamoto hii ukubwani, ama wakiendelea, wameshazaliwa baadaye kwenye maisha wanapata matatizo haya. Mfano wa sababu za kurithi ni kama tatizo la hemophilia. Kwa hiyo kuna wagonjwa ambao wanazaliwa wana changamoto kwenye vinasaba inaopelekea wao kwa kuvuja damu kirahisi. Lakini vile vile sababu nyingine ambazo mtu anaweza akazipata ambazo si za kurithi ni kama vile magonjwa kama magonjwa ya ini, ama mapungufu ya baadhi ya vitamins muhimu kama vitamin K na kadhalika, ambazo zinaweza zikapelekea mtu akapata tatizo la kuvuja damu. Tatizo la uvujaji damu linaweza likamkumba mtu yoyote, aidha mwanaume ama mwanamke, na mtu wa rika yoyote, kutegemeana na uvujaji. Tatizo hili limerithishwa ama ni mtu amelipata wakati ameshazaliwa, inaweza ikakumba zaidi makundi fulani. Mfano, wale wenye hemophilia inakumba zaidi watoto, lakini zaidi watoto wa kiume. Kulingana na tatizo lenyewe la hemophilia linakumba zaidi vijana wa kiume kuliko wale wa kike, ijapokuwa kuna wagonjwa wengine wa hemophilia ambao ni wa kike. Makundi mengine haya ya umri mwingine mara nyingi ni matatizo ambayo mtu huyapata aidha magonjwa ama hata kutumia madawa kwa muda mrefu kunaweza kufanya mtu akapata tatizo la kuganda damu. Ili kugundua kama una tatizo la uvujaji wa damu usio wa kawaida, kuna uchunguzi mbalimbali ambao unaweza utafanyika. Lakini kwanza ni daktari kuangazia historia yako ya tatizo lako la kuganda kwa damu, limeanza lini na linakumba wapi zaidi. Wanaweza ikampa daktari picha. Lakini vile vile uchunguzi wa mwili, kuangalia urahisi maeneo ambayo yanaathirika ama yameathirika na wewe kuvuja damu. Lakini kuna vipimo mbalimbali ambavyo madaktari hufanya vya damu ambao vinaweza vikatambua kwamba wewe unavuja damu kirahisi ama la. Na pale daktari anapogundua una tatizo hilo, anaweza akaagiza vipimo vingine vya ziada ambavyo vinaweza vikafikia kutambua tatizo lako. Matibabu ya wagonjwa ambao wana changamoto za uvujaji wa damu usio wa kawaida hutegemeana na aina yenyewe ya uvujaji wa damu. Kwa mfano, wale ambao wanapata tatizo la uvujaji wa damu kwa sababu ya kurithi kama vile hemophilia, mara nyingi ni kwa sababu wanashindwa kutengeneza protini muhimu ambazo zinasaidia damu kuganda. Kwa hiyo wagonjwa hawa huwa tunawapa protini hizi zilizotengenezwa ama zilizoandaliwa kiwandani. Kwa hiyo tunaita replacement therapy. Lakini vile vile kama mtu amepata tatizo la kuvuja damu kwa sababu ya ugonjwa mwingine, huwa tunatibu ule ugonjwa wa msingi, lakini huwa tunaweza kutoa dawa nyingine ambazo zinasaidia mgonjwa asivuje damu isivyo kawaida. Na pale mgonjwa ambapo anakuwa amepoteza damu nyingi, vile vile tunaweza
tukampa damu ama mazalia ya damu, mazalia mbalimbali ya damu. Matibabu ya magonjwa ya tatizo la kuganda kwa damu isivyo kawaida yanapatikana kwenye hospitali mbalimbali nchini, hususan hospitali ya taifa na zile hospitali nyingine za kanda na za rufaa. Vile vile kuna jumuiya mbalimbali za wagonjwa kama vile Hemophilia Society of Tanzania na taasisi nyingine za kitaaluma kama vile Tanzania Society of Hematology ambazo huwezesha wagonjwa kupata elimu na msaada mwingine mbali na matibabu yale ya msingi. Ni muhimu pale mwanao, ndugu yako ama hata wewe utakapohisi una tatizo la kuvuja damu isivyo kawaida kufika kwenye kituo cha afya kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Kwani kuishi na tatizo hili bila kugundulika huweza kuleta athari, hasa kwa watoto pale wanapopelekwa jandoni ama kwenye kutahiri ama shuleni kwenye michezo ya nguvu. Huweza kujikuta wanapoteza damu nyingi isivyo kawaida. Kwa hivyo tunawasihi watu wote ambao wanahisi watakuwa jamaa zao ama wao wana tatizo la kuvuja damu kufika hospitali mapema.